spirit ziko na ziko, ajue tuko pamoja naye. Tusimame sisi wote kwa heshima hiyo ya kwamba mmoja wetu alilala, Reverend Daniel Saisi. Tunaweza inamisha vichwa vitu kidogo chini kwa dakika chache, alafu tukaona. Mbona tuzime tena za alivyotupenda mbele, kwa damu ya zamani sana. Mbinguni tunane milele, tunane milele, tunane bandarini kule, tunane milele, tunane bandarini kule. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mmoja wetu Reverend Daniel Saisi ambaye hudumu katika madhabahu haya Bwana, wakati mwingine hapo nyumaye. Sasa hivi Bwana umeweza kumuita, roho yake iko pamoja na wewe Baba majeshi. Tunaomba kwa madhabahu maana alisimama akihubiri, akihudumia kanisa lako. Tunaomba jamii ambayo imebaki Bwana ukaitie nguvu Bwana, ukaifunike na damu ya Yesu. Unapokuwa katika hali hii ngumu ya kuomboleza Bwana, ukawafunge kamba, ukawatie nguvu. Naomba Mfalme, shughuli zote ambazo zitafanyika kwa sababu ya mazishi, naomba Yesu wangu kaweze kuongoza ibada zake zote, naziombea. Kuna wale watasafiri mbali na karibu, Baba nawaombea. Pia jamii naiombea, kanisa naiombea, naye roho yake Mfalme nazidi kuiombea ya kwamba ikalale na amani, na waliobaki wabaki na amani, katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Asante. Kwa hivyo tunashukuru sana, tusikizane kama vile mama director amesema. Tafadhali pamoja. Ulibeba mwenyewe ama mtu alikubebea? Ulibeba mwenyewe? Ulibebea? Wa. Bwana wangu ulikuwa wa kwanza. Mpaka nianze na wewe. Nimesimama hapo. Wewe mzee anajitoa. Alafu tena kwa saa huyu siwezi ongea kwake. Msalia kama ako anafika kwa time. Simsongea. Basi baada bwana gani. Baba nakushukuru kwa huyu mtumishi wako. Alileta mawe katika nyumba yako. Namuombea baraka na amani. Mtende mazuri. Bwana, hili neno lako nasema ndeni mkatafute miti, mkanijengee hekalu. Kupitia kwa kazi hii naweka mzee mikononi mwako pamoja na nyumba yake. Bwana, ibarikiwe ikainuliwe. Baraka za Kristo ziamane pamoja naye. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Baba nakushukuru kwa ajili ya dada huyu. Baba amejitoa Bwana kuleta mawe nyumbani mwako. Namuombea Bwana mbariki, mtende mazuri. Baraka zako Mfalme Yesu ziandamane pamoja naye. Kupitia kwa mawe haya Bwana, fungua njia zake. Mtende mazuri pamoja na jamii. Mahali popote anaenda akutane na baraka zako. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Bwana awabariki sana. Mtakatifu John chapter the numbers zinakuwa kwa Proverbs. Kwa Psalms. Psalms ndio numbers. Lakini Bible nyingine ni chapter. So tuko na John chapter 12 verse nani anasoma? Nimekupatia. Somaji so nimekupa hiyo. Kunayo nzuri. The book of John chapter 12 verse 9 to 12. It says, meanwhile, a large crowd of Jews found out that Jesus was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he has raised from the dead. So the chief priests made plans to kill Lazarus as well. 12. For on account of him, many of the Jews were going over
to Jesus and believing in him. 12. The next day, the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on his way to Jerusalem. Don't let the read. Nitasoma Yohana mlango wa 12 mstari wa 9 hadi 13. Inasema, basi watu wengi katika Wayahudi walipatana kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja, si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. 10. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye. 11. Maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. 12. Nayo siku ya pili yake watu wengi walioijia sikukuu walisikia ya kwamba Yesu anakuja Yerusalemu. 13. Wakatua matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana mfalme wa Israeli. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nipe salamu za Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mwingine hata hajanisalamia. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipe salamu za upendo. Bwana asifiwe. Amen. Salamia mwenzako, mwambie Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Atia mshamasi, mwambie Yesu ni Bwana. Yesu ni Bwana. Basi mwambie salamu za upendo wa Yesu. Unaweza kumwambia salamu za Pasaka. Salamu za Pasaka. Aha. Na kuna jambo ambalo limefanyika hapo katika mlango ambao tumesoma. Biblia inasema hata kuna mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kumwamini ama kuweka imani yako kwa Yesu. Baada ya kuweka imani yako kwa Yesu, kuna kitu ambacho kinafanyika. Baada ambapo tumesoma, tumepata kwamba kuna mkutano ambao watu wanaenda. Na kwa huo mkutano kunaye Yesu na pia tuko na Lazaro. Jambo ambalo linafurahisha sana, msomaji amesoma vizuri, nimependa sana. Ni kwamba watu wale ambao walikuwa wanaenda kwa huo mkutano hawakuwa wanaenda kumuona Yesu. Walikuwa wanaenda kumuona Lazaro ambaye Yesu alikuwa amemfufua. Hii inamaanisha kwamba wakati ambapo walisikia kwamba yule mtu ambaye Yesu alifufua, yule ambaye anaitwa Lazaro, huyo mtu ako kwa hii mkutano. Sasa kama wanasema tutaenda tumuone kwamba huyu mtu anakaa aje, ako namna gani huyu mtu. Nakumbuka katika hiyo mkutano tena tunao watu wengine tena ambao wanapanga njama. Wanasema kwamba kwa sababu watu wanamfuata Yesu sana, maana ya Lazaro. Maana wakati Lazaro alifufuka, watu waliweza kumwamini Yesu. Wakasema kwamba kama Petro amemfufua Lazaro, basi huyu ni mtu wa Mungu. Huyu sasa ni Mungu. Sasa umati mkubwa ukaanza kufuata Yesu. Watu wakagundua ya kwamba wale watu ambao Chamasa amesema watu wana uchafu, watu wabaya, watu ambao wabaya hawataki kuona mtu kama anainuliwa. Nasema hivi, hawataki kuona mtu kama anaendelea. Maana Lazaro wakati alikuwa amekufa, kuna wale ambao walikuwa wanalia, kumbe walikuwa
ametoka ndani ya kifo. Oh yes. Huyu mtu sasa anatembea. Oh yes. Tena wanapanga chama nyingine. Oh yes. Ya kama mrudishe katika kaburi. Yes. Ai jamani. Sisi kama watu wanasikia ndani ya nyumba hapa. Yes. Nasema ya kwamba Oh yes. kuna wakati ambapo unapotoka ndani ya shida. Yes. Kuna watu wengine ambao hawapendi. Yes. Wakati shida zinatuondokea. Yes. Wanaona unaanza kutembea. Yes. Tena wanaanza kupanga chama nyingine. Lakini nampenda Mwenyezi Mungu. Ninampenda Yesu sana. Maana wakati wanapanga, Yesu anajua. Wakati wanawaza kwamba wakumaliza tena, Yesu anajua. Na Yesu anapojua, kuna barabara ya kupitisha wewe. Linasema wakaanza kupanga. Lakini hiyo sasa hata haishitui Yesu. Hata haimjalishi. Kuna mambo mengine yananipendeza sana. Yaani wakati ambapo mtu anakupangia, wakati mtu ambaye anapanga kinyume na wewe, na Yesu anajua. Ile kitu kinanipendeza ni kwamba kumbe hata sifai kung'ang'ana, sifai kuwaza na kuwazua, hata sifai kulalamika. Inafaa tu ninyamaze. Maana katika ule mkutano Lazaro alikuwa amenyamaza. Yeye ametulia. Na watu wanapanga chama. Wanataka kuzungumzia mtu ndani ya nyumba ya Bwana. Inasema ya kwamba wakati ambapo Bwana amekuondoa mahali ambapo ulikuwa, pengine ulikuwa hauna kazi, ukaomba hata wengine wakakusaidia, wakasema tumsaidie apate kazi. Kumbe walikuwa wajanja wakora. Lakini napenda Mungu ya kwamba wakati ambapo anapanga, Bwana anakusaidia, Bwana anakupitisha. Sisi kama tunasikizana, nasema ya kwamba katika ule mkutano, yaani ndani ya nyumba ya Bwana, Yesu alikuwa ndani. Na watu hawakutaka kumwona Yesu. Walitaka kuona yule mtu ambaye Yesu alifufua. Na kweli wakaenda kumwona. Furaha yangu ni kwamba wakati walikuwa wanaenda kumwona, tunaye nguvu za Mungu. Chochote ambacho unafanya kinyume na neno la Mungu, Yesu mwenyewe anashughulikia. Ambia mtu Yesu atashughulikia hii yako. Mwambie hii yako Yesu atashughulikia. Yesu anashughulikia jinsi. Wanasema kwamba walikuwa naenda kumwona Lazaro. Lakini katika hiyo hali kuna kitu kinafanyika tofauti. Maana unapoendelea kusoma chini, unaona sasa mambo yamebadilika. Wanaanza sasa kuweka manguo zao chini. Wanaanza sasa kuimba nyimbo tofauti. Mawazo yao yamebadilika. Nia zao zimebadilika. Napenda hayo maandiko sana. Maana kumbe wakati ambapo watu wanawaza mabaya kwako, na Yesu ako karibu na wewe, yeye anakushughulikia. Anabadilisha nia zao. Anabadilisha nia zao. Yaani wanapowaza mabaya, Yesu analeta mazuri. Lazaro alikuwa hapa. Wanaanza kumwona Yesu. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono wako mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hii msana nipendeza sana. Inasema basi namba 13 nani alikuwa anasoma? Basi namba 13 inasema hivi: wakatua matawi ya mitende, wakatoka nje kwenda kumlaki, wakapiga makelele, Hosana, ndiye mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Amen. Yaani wakati ambapo walikuwa wanakuja, hawakuja kuona Yesu. Walikuwa wanakuja kumwona Lazaro. Lakini sasa imefika wakati mambo sasa imebadilika. Mawazo waliokuwa nayo sasa hiyo haiko pamoja nao. Sasa wanatoka katika kiwango kikubwa. Wanaanza kupaza sauti. Wanaanza kuimba nyimbo za furaha. Wanasema Hosana, Mwana wa Mungu. Hii inamaanisha kwamba wakati ambapo mtu ambaye hajampokea Yesu Kristo hafai kuzuiliwa kuingia nyumbani kwa Bwana. Hata akiwa na mawazo yake, wacheni akuwe nayo. Napenda ndani ya nyumba ya Bwana watu ambao wako na mawazo tofauti.
Kuna watu na mawazo tofauti. Leo Shamasa mhubiri wewe au mbwa. Kuna watu ambao hata wanapoingia nyumbani mwa Bwana wanaingia wakiwa na mawazo tofauti. Wanakuja kuona vitu vingine. Wanakuja na mambo yao. Lakini furaha yangu kwa Bwana ni kwamba wakati unaingia nyumbani mwa Bwana na watu wa Mungu wameomba, tunaye nguvu ambazo msemaji amesema, nguvu za Roho Mtakatifu zinakuingia ndani ya roho yako. Unaona watu wengine ambao kutoka kwa nyumba anatoka akisema hata sitasalamia Shamasa kwa mfano, hata sitafanya hii, hata sadaka sitatoa. Lakini wakati anakuja nyumbani mwa Bwana, kwa sababu hakuwa na nia kumwona Yesu, lakini sasa amefika nyumbani mwa Bwana, anakutana na nguvu za Mungu, zinambadilisha. Mungu nasema hivi, nguvu za Mungu zinabadilisha. Nguvu za Mungu, mawazo yako mabaya yanatoka ndani yako. Nasema hivi, yaani ukiona mtu ndani ya nyumba ya Bwana, amekuja ndani kama amekasirika, tena anatoka ndani kama amekasirika, huyo mtu sasa ni hatari. Huyo ni hatari. Maana wakati unaingia nyumbani mwa Bwana, lazima ukutane na kitu. Hata kama umekuja ndani na mawazo machafu, lazima utoke ndani kama umebadilika. Sasa huyo ambaye anaweza kuingia ndani ya nyumba ya Mungu, tena atoke ndani kama bado ako na hasira zake, ako na vikwazo, huyo ni hatari. Huyo sasa sisi tunaweza kumuita nani? Kwa sababu hata Yuda alikuwa rafiki wa Yesu sana. Lakini mara mbili Yuda akijaribiwa na Yesu, na shetani. Mara ya kwanza ameona tu mwanamke amekuja, anapaka Yesu mafuta. Yuda anasema huyu mtu, hii pesa analipia kwa huyu pastor, angefanya tuuze hii mafuta tupe maskini. Sasa akajua, akamwambia maskini mmeishi nao sana na mtaendelea kuwa nao. Ndio Shamasa akasema hapa ya kwamba lazima tukuwe na categories. Watu ambao matajiri, wale wanafuata, na wengine. Haya pili. Yuda anakuja kwa amedanganywa sasa ya kwamba tunataka tusulubishe mtu kama vile naelekea hivi. Lakini hatujui Yesu ni mgani. Wakamwambia wewe tu ndio utatumia ili tukupatie pesa kidogo utuonyeshe Yesu ni mgani. Yesu sasa akiwa ameketi, Yuda tena kaingiliwa na shetani. Akaenda akamsaliti Yesu. Kwa hiyo ndani ya nyumba ya Bwana jamani, kuna watu wengine ambao lazima tukae nao. Lazima. Wanaambia mchungaji ya kwamba kama uko na kanisa ambalo ni nzuri yote una shida. Kwa na kanisa ambalo iko na changamoto. Kuna watu wengine lazima tukae nao. Kama Yuda hangekuwa pengine hiyo Kristo hatungepata. Maana kupitia kifo cha Yesu sasa tunapatikana kanisa la Wakristo. Baadaye wakati mwingine hivi tuko nafanya, sio wewe unafanya, Mungu anapitia ndani yako ufanye. Nasema kuna mambo mengine nafanya mabaya machafu, hata watu wanakuangalia wanakushangaa ya kwamba hii ni nini? Mengine si wewe unafanya. Kuna mahali umewekwa. Yaani umekuwa tu jisilani. Wewe naambia watu kwamba ukiwa sokoni nuone wazimu. Hapana, fukuza yeye. Kuna mwingine amewekwa hapo kwa sababu yako. Yaani anafanya tu vituko hapo. Siku moja utajua kumbe huyu mtu alitumwa hapa na Mungu. Wakati mwingine tunachukia ndani ya nyumba ya Bwana. Fulani amenifanyia hivi, fulani amefanya hivi. Hapana. Vitu zingine wakati unaona mtu anafanya kinyume, wewe muombee. Maana hujui kwa nini anafanya. Pengine ni Mungu amemtuma. Bwana asifiwe. Amen. Sema Yesu asifiwe. Amen. Ndio sababu naona sisi viongozi pamoja na washirika inafaa tupendane bwana. Mtu bila alivyo mpende hivyo. Penda mtu bila alivyo.
tumejua. Leo ameniambia huyu pastor mtu akiwa na hasira anaweza kumpiga. Oh yes. Ameniambia leo zuri nikamwambia mzee niki nitakingira mjiwekana. Dada sababu. Chua mtu vizuri. Mahali popote unakaa, tujuane bwana. Mahali unafanya kazi, juane yule unafanya kazi. Huwezi kuwa na shida. Wanaambia hata wazee. Kama ukijua mama, mkiwa kama mnakaa na yeye, hamwezi furugana. Ukimjua vizuri. Yes. Watu wanafurugana maana hawajuani. Oh yes. Hawajuani. Lakini mkijuana vizuri, hamwezi. Kama nikienda kwa nyumba nikuta hawajapika chakula, hakuna stress. Sinapita mpaka jikoni. Naweka maji kikombe moja ya ugali ama chai. Oh yes. Mimi ninakuja, naweka hapa kabisa. Oh yes. Ninaomba, mimi nakula. Stress inatoka wapi? Sasa wewe utaanza kugombana, nimekuja hapa, unaniangalia tu, ombe sasa. Mkijuana vizuri, tena hamwezi kukutana. Nimeona hata wadada wengine wanakaa wawili wadada. Na pia hata maji tu. Mbona unaleta maji? Mbona unachosha? Mbona unajani? Wanafurugana. Ninasema nini ambacho nipendeza kwamba jambo la kwanza, wachini tuweke imani yetu kwa Yesu. Maana tukiweka imani kwa Yesu, kuna kitu kinafanyika. Amina. Baada ya kitu kufanyika, nataka ukae tayari jamani, wakati unabarikiwa, hapana potelea kwa furaha, hapana. Wakati umebarikiwa, tafuta nafasi nyingine ya kuomba. Oh yes. Maana wakati ambao umebarikiwa, kuna wale ambao waliona ukiwa maskini. Oh yes. Kuna wale waliona ukiwa mgonjwa. Oh yes. Nasema kuna wale waliona kama unateseka ndani ya ndoa. Oh yes. Wakati wanaona unafaulu, hawapendi. Oh yes. Hawapendi. Oh yes. Hapo ndio bado wanaanza kutafuta. Oh yes. Ya kwamba wakumalize. Maana Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu, mnajua vizuri. Oh yes. Lazaro kafa, mnajua vizuri. Wakaomboleza, hiyo mnajua. Amen. Baada ya kuomboleza, Yesu anapatikana. Oh yes. Yesu anakuja na kumfufua Lazaro. Oh yes. Wale watu ambao walikuwa wanasema Lazaro, 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 tena wamebadilika. Oh yes. Wakati wanaenda kumwona Lazaro, hawaendi kumwona na nia nzuri. Oh yes. Baba tulipanga na wakati mwingine tuna makulisho hizo sana. Tulikuwa tunatengeneza kitu kingine hivi, tunawekelea blanketi, tunaweka viti hapo. Sasa kumbe zinakuja, zikianguka hapa, kuna mtu mwingine anakuja tu hapo. Imagine anaangalia tu ndani hivi shamazi. Utangojea. Sijui kama uko kwa hiyo na maneno kama haya. Anaangalia tu ndani hivi. Hiyo story imeisha. Yaani kuna watu wengine wakati unabarikiwa hawapendi bwana. Wanakuja na nia mbaya. Yaani wakati mwingine anakuja anasema, yaani anajifanya, anakuja kukuona. Lakini kumbe hakuja na nia nzuri. Watu wangapi wameita wengine kwa kazi mahali wanafanya kazi. Baada ya kutoka hapo kazi inaisha. Mara ngapi mtu amekuja hata kwa nyumba yako? Hata anakuombea. Unasema leo nimepata rafiki atakuwa ananiombea. Wakati anaenda fujo inaanza. Mara ngapi hata anakuja, yani hata ndani ya kanisa la Mungu. Wewe uko ndani ya kanisa, lakini wakati anakuja anakuambia karibu sana. Karibu hapa ndio kambi muru. Karibu. Wakati unarudi kwa nyumba, hamu inatoka tu kwa kanisa. Unafikiria nini ilifanyika? Kumbe mtali kuroga macho yake. Walienda kumwona Lazaro na nia mbaya. Lakini napenda Yesu jamani, watoto wa Mungu. Furaha yangu ni kwamba wale ambao wanaamini Jehova, wale ambao wanaamini Mungu, wale wanaomtumainia Mungu, hata mtu akikuja na uchawi,
hauchawi uweze ukaendelea. Hata mtu akikuja na madawa haziwezi kufanya kazi, maana dawa yetu ni Yesu. Wachawi mganga wetu ni Yesu. Yule ambaye tumainie jamani, huyu anaitwa Yesu Kristo. Napenda wale wanamwamini Bwana, napenda wale wanamtumainia Yesu, wale wanajua ya kwamba tunaelekea katika msalaba, tunaenda mbele za Bwana, kukutana pamoja na yeye, tukiimba hosana, tukishangilia yeye. Baada ya kuwekwa msalabani, tunajua ya kwamba siku ya tatu atafufuka tena. Wakati anafufuka, anafufuka ndani ya mioyo yetu. Maisha yetu yanabadilika. Wachawi wananyamaza, waganga wananyamaza, shida zinaisha, vituko vinaisha, maana tunaye Yesu. Pigia Yesu makofi. Mpigie makofi mazuri. Simama kwa miguu zako tuombe pamoja. Simama kwa miguu zako. Nataka tuombe pamoja. Kuna swali tunaulizana ya kwamba watu wanapokuja kuniona, watu wanaponiwazia, maana jana tu nilikuwa na shida, watu wakasema kweli ako na shida, maana Yesu akaniokoa, watu wakashangilia. Na kwa baraka hizi watu wanasema nini? Maisha yangu wakati yanabadilika, watu wataongea nini? Nataka nikwambia kwamba tunaye wale ambao wataongea vibaya, lakini mtumainie Jehova. Wewe mwamini Mungu wako, maana ukimwamini Jehova, yeye ndiye atakutetea. Wakati wanakuja na mambo yao, yeye anasimama na wewe. Napenda Yesu siku ya leo usimame na watoto wa Kamimoro. Napenda Bwana siku ya leo atetee kanisa la Kamimoro, walio chini ndani ya maisha yao. Bwana Yesu anatetee. Wanapoinuliwa, Bwana atembee pamoja nao. Wanapoinuliwa, Bwana akawaongoze. Naomba jamii yako ndugu yangu, naomba jamii yako dada yangu, kwamba Bwana asimame nayo. Maana kunao wale ambao wanakuwazia mabaya, kunao wale ambao wanakuangalia vibaya, lakini Bwana ni mwaminifu. Wakati mwingine hatutuachi watu wanatuwazia kali. Lazaro akiwa katika mkutano hakujua watu wanamwazia nini. Lazaro akiwa katika mkutano alijua kuna ndani ya mkutano wa Yesu, hakujua watu wanamwazia nini. Lakini nakumbuka kwamba alikuwa anataka kuuawa. Jamani, kuna mtu pengine anataka mwenye kipawa chako. Kuna mtu ndani ya nyumba ya Bwana katika maisha yako. Ninapenda siku ya leo kumwambia Jehova ya kwamba Baba nisaidie, Baba nisaidie, Baba nisaidie. Kumwambia Jehova ya kwamba Jehova nisaidie, ili mtakapotaka kumaliza vitu tumetoka ndani ya shida, Bwana ametusaidia. Leo nataka Bwana nisaidie, Bwana kulinde. Wakati watu wanaenda kwa msalaba, wakati watu wanaenda kusherehekea msalaba, Bwana kumbuke na wewe. Bwana kaenda, Bwana kuongoze. Baba nisaidie, Baba nisaidie. Hata katika huduma, Baba
Kuna kitu ambacho Mungu amekubariki. Watu wanakuja kujiona, hawakuji na nia nzuri, wanakuja na nia mbaya. Lakini Baba ni mwaminifu, atakutetea. Lakini Jehova ni mwaminifu, atakusaidia. Hiyo kazi Bwana amekupea. Kuna wale watakuja kukuombea maneno ambayo tayari watakusaidia. Kuna wale mkono na uchacha. Najua kuna kitu ambacho Mungu anazungumzia. Kuna jambo ambalo Mungu amekutendea. Na kuna watu wanakuja kukuuliza maswali. Pengine Bwana amekupea shamba. Pengine Bwana amekupea gari. Pengine Bwana amekupea sofa zilipo nyumba. Watu wanapokuja wanaiangalia. Hawakuji na uzuri mpendwa. Lakini nataka nikupee dawa. Ya kwamba weka imani yako kwa Yesu. Weka imani yako ndani ya Kristo Yesu. Maana ukiweka ndani ya Yesu imani, Yesu atakusaidia. Watabadilika, wataimba hosana. Watabadilika, watalisifu jina la Bwana. Leo hii ndio Roho wa Bwana. Kuna kitu anazungumzia. Kuna kitu Mungu amekupea. Na kuna watu wanazungumzia. Kuna watu wanakuja kukuangalia. Naomba Bwana akusaidie. Bwana alinde kitu amekupea. Vipawa ya nyumba ya Bwana. Kuna mtu amebarikiwa mahali hapa. Hata vipawa uimbaji, hata katika kuhubiri, hata katika kutoa. Bwana amekubariki. Kuna watu wanakuuliza maswali. Nakupea dawa mbele za Bwana. Ya kwamba weka imani yako kwa Yesu. Mwambie Yesu amenitendea. Yesu ndiye amenitendea. Yesu amenibariki. Yesu ameniokoa. Yesu amenitembelea. Yesu amenikuza. Watu wasema mengine, lakini unapoweka imani kwa Yesu, Bwana atakubariki. Baba, katika jina la Yesu, hawa ni watoto wako, wako nyumbani mwako. Baba, ninawaombea, walinde, waongoze. Baraka za Kristo zikae pamoja na hao. Baba, kuna vitu umewapea kuja kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yawa pengine mawazo mengine yako ndani ya watoto wa Mungu. Yako na wazo wakiwazua, wanataka tulimaliza. Naomba katika jina la Yesu, Baba Bwana wasaidie. Saidia kanisa la Kamimuru. Saidia viongozi Bwana. Saidia washiriki. Inua kila mmoja. Bwana, inua jamii zao. Naomba siku moja watu wanakuja mbele zako Bwana wakishangilia, wakisema hosana, wewe ni mwana wa Mungu. Bwana, wataona makuu ambayo utakuwa umetenda. Jina lako litukuzwe. Kuna mtu umemponya, pengine ugonjwa tena unawaza ya kwamba ukamrudie. Baba, hizo ni nguvu za shetani. Haya ndio mawazo ambayo nasema. Watu ambao wanawaza wakisema tena amepona, tutaona kama amepona. Tena anatembea, tutaona kama anatembea. Hizo ni nguvu za giza, mamlaka ya mapepo na shetani. Tunataka tukatae zote. Tunataka tuharibu zote. Tuvunje nguvu za giza. Tuharibu mapepo na nguvu zake. Tuchome nguvu zao zote. Magonjwa zote Bwana. Umasikini wote Bwana. Ulimachua nesi Baba. Tunakemezi nguvu zote. Tunaharibu zote. Katika jina la Yesu Kristo. Baba majeshi, bariki kanisa. Bariki kila mmoja. Jehova, bariki Kibira. Bariki Nairobi. Bariki Kenya. Inua kila mmoja, wewe ni Mungu. Bariki viongozi wetu wa kimataifa. Bwana, bariki viongozi wa serikali. Maana wewe ni Mungu. Bariki viongozi wetu wa kikanisa. Maana unaweza Bwana. Kila mmoja inuliwe. Kanisa la Kamimuru mikononi mwako. Mahitaji yao Mfalme na wakabidhi mikononi mwa Jehova. Nikijua kwamba Bwana, kwa msalaba ulisema leteni yote nami nitawapumzisha. Baba, leo hii tunaweka msalabani nawe utawapumzisha. Jina la Baba litukuzwe. Asante Bwana umetenda. Katika jina la Yesu nimeomba. Amen. Tupige makofi.